Huu mlima unaitwa mlima wa Uhud. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katika utukufu wa huu mlima anasema, nadhara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila Uhud, mtume alipofika hapa aliuangalia mlima wa Uhud akasema, inna Uhudan, hakika huu mlima wa Uhud, jabalun, ni mlima, yuhibbuna, unatupenda sisi Waislamu, wa nuhibbuhu, na sisi Waislamu tunaupenda. Rawahu Muslim, ni hadithi 1393, kwamba huu mlima unatupenda sisi na sisi tunaupenda Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipanda hapa. Alipopanda, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, saada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jabal Uhud, mtume alipanda mlima wa Uhud. Faraja fabihim, ule mlima ukawatikisa, kama vile ulipata earthquake. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia ule mlima, uthbut Uhud, wa Uhud, tulia, acha kutetemeka. Fa innama alayka, hakika walioko juu yako, nabiyun, ni mimi mtume, wa siddiqun, na huyu Abu Bakr Siddiq, wa shahidani, na mashahidi wawili. Kwa hiyo aliwabashiria watu wawili kwamba watakuja kufa, watauawa. Kwa hiyo Uthman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliuawa wakati anaswalisha salatul fajr, kama tulivyoeleza, na mtu ambaye alitoka Al-Faris ambaye kwa sasa hivi ni Iran. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu vile vile aliuawa na watu kutoka Faris, sawa, ambao hivi sasa ni ndani ya Iran. Kwa hiyo huu ni mlima ambao una fadhila. Mtume akasema, Jabal Uhud, mlima wa Uhud, jabalun min jibalil janna, ni mlima katika milima ya peponi. Sasa huu mlima ulipotikisika, sawa, ulitikisika, faraja fabihim, ukawatikisa. Ni hadithi ipo katika Sahih Bukhari, hadithi ya 3675. Ukatikisika, ulipotikisika mtume akamwambia, tulia. Hapa yupo mtume, yupo Siddiq, yupo hapo mashahidi wawili, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu. Kwa hiyo ni mlima ambao una fadhila kubwa sana.